yale ambayo ndiyo yameangaziwa. Tukimbie pale magazetini tuone yale ambayo yamepewa kipaumbele. Na nikiangalia yale ambayo yamepewa vipaumbele katika magazeti zetu, taanza na gazeti la The Daily Nation ambao wanasema kwamba Wakenya wako, gazeti la The Daily Nation ambao linasema kwamba Ruto's hard choices on economy. Wanazungumzia kuhusu kuondolewa kwa ruzuku au subsidies ambao ziliondolewa kwa mafuta, vile vile zikaweza kuondolewa kwa maize ambazo sasa zimefanya hadi bidhaa hizo mbili zimeenda juu, na naona wanasema kwamba if oil petroleum ikienda juu, kila kitu lazima vile vile iweze kuongeza bei. Vile vile katika gazeti la The Daily Nation wanazungumzia kuhusu Raila Odinga ambaye wanasema kwamba Raila refused Supreme Court ruling. Kumbuka kwamba hapo jana Raila Odinga aliweza kufika nchini na aliweza kuzungumza na wanahabari na akamwambia kwamba alikuwa ameenda kureciprocate. Alikuwa ameenda pale kutuliza akili kwa sababu they were in a shock. Familia yake ilikuwa imepigwa shock kwa sababu ya yale ambayo ni matokeo ya urais wa August 9. Hayo yanazungumziwa katika gazeti la The Daily Nation. Gazeti chingine ni gazeti la The Star. Wanasema kwamba Ruto to name state capture prop team. Naona hayo ndio yameangaziwa katika ukurasa huu, huku akisema kwamba election rule shocked my family. Hayo ni maneno ambayo ni ya Raila Odinga ambaye aliweza kuzungumza hapo jana katika kaunti ya Mombasa. Kumbuka kwamba hapa anamuona Raila Odinga, picha lake limechapishwa katika gazeti la The Star akiwa naye Abdul Swamad na Shabal, ambao kumbuka kwamba Abdul Swamad ni yeye aliweza kuapishwa jana kama gavana wa pili katika kaunti ile ya Mombasa. Gazeti la Taifa Leo wanasema kwamba Wakenya wapo pabaya, wanazungumzia kuhusu bei ya mafuta, bei ya bidhaa mbalimbali ambazo zimeongeza. Bei hizo tumeona gazeti la The Standard likizungumzia kwamba ni kwa sababu ya kuondolewa kwa ruzuku katika bei hizo mbili, huku The Standard ikisema kwamba how night talks shaped fuel prices. Kwamba vile ambavyo Ruto alikuwa amezungumza na ikaweza kubadili bei ya mafuta nchini Kenya. Gazeti ni la The Standard, huku People's Daily wakisema kwamba tough tasks for Ruto on cabinet list, kuhusu uchaguzi ama uteuzi wa makabine wa cabinet secretaries ama mawaziri katika uongozi wake Rais William Samoei Ruto. Shukran za dhati, na ningependa utafute gazeti la The Nairobian. Tutaangazia hayo mambo baadaye, mambo ambayo yamepewa kipaumbele katika lile gazeti la The Nairobian. Lakini mtazamaji na msikilizaji, kumbuka kwamba endelea kutufuatilia, endelea kutoa maoni yako, endelea kushare hii stream ili pia wengine wafike hapa tukujulishe baadhi ya mengi ambayo yametendeka. Tukianza moja kwa moja, ukiangalia title pale upande wa YouTube inakuambia kwamba Azimio la Umoja wa Kenya and Kenya Kwanza to hold delegates meeting katika maeneo mawili ambayo hatujataja pale, lakini kumbuka kwamba Rais William Ruto anafanya kikao siku ya leo na wajumbe kutoka kule seneti na kutoka kule bunge kuu katika eneo la Naivasha. Na vile vile Azimio la Umoja wa Kenya wanafanya pia kikao kikiongozwa na Raila Amolo Odinga katika eneo la Machakos. Kikao hiki ama vikao hivi vina dhamira ya kuweka mikakati ya kuhakikisha kwamba zile nafasi ambazo zimesalia, kwa sababu nafasi ya uspika na naibu spika zishachukuliwa na Kenya Kwanza. Kuna nafasi ambazo zimebakia za majority leader, minority leader, majority whip, minority whip, zile nafasi waone jinsi ambavyo ni watu gani ambao wataleta ama watasponsor waende kuchukua zile nafasi katika bunge la kitaifa na katika bunge la seneti. Na kumbuka kwamba hili linakuja wakati ambapo in 1-2 weeks time inatarajiwa kwamba
Rais William Ruto atakuwa anachagua cabinet ministers wake ama mawaziri, na haijajulikana kama kweli wale wengine ambao walikuwa hapa watasalia, na wale wengine wataondoka. Kwa hivyo ni swala ambalo tangoja tuone. Lakini kuhusiana na hili la kikao cha siku ya leo, mtazamaji na msikilizaji, hayo tutakujuza baadaye mambo yatakavyokuwa yametukia baada ya vikao vile videle. Sijui kama umepata gazeti la Nairobian pale. Nairobian bado acha niangalie kidogo, nitakujuza likipatikana. Lakini tukiachana na hilo swala la vikao, mtazamaji na msikilizaji, kumbuka kwamba Rigathi Gachagua ambaye ni naibu rais jana alifungua kongamano la magavana kule katika kaunti ya Mombasa. Na katika lile kongamano alizungumza mambo mengi. Jambo la kwanza ambalo mimi nililishika lilikuwa lile la kukashifu idara ya uchunguzi ya DCI. Akiwaambia kwamba nafasi yao sasa imebaki kufanya uchunguzi. Warudi kwa afisi zao kule Kiambu Road anavyotaja. Kusema kwamba ule wakati walikuwa naita state capture umeisha. Akisema kwamba akizungumza na wale magavana alikuwa anasema kwamba haina haja. Kuna jamaa kwa ofisi kule juu, lakini amedelegate duty kwa afisa wake junior mdogo ambaye anakuja anakamata gavana, anamdhalilisha mbele ya watu. Ni swala ambalo I don't know, sijui utazungumzaje hili Videl. Masi, unajua ukiangalia jinsi ambavyo Rigathi Gachagua anazungumza, ndio mazungumzo yake yalikuwa sawa, kwa sababu alikuwa anasema kwamba uwezi kuwa uko pale ofisi, there is a duty that Mercy you should perform as Mercy. Lakini sasa unapea hizo duties zako yule ambaye ni junior officer ambaye hafai kuenda kushika yule kiongozi. Unajua uwezi tuma people hizi aenda ashike gavana. Kuna wale ambao wanafaa kuenda pale kumshika. So you yourself ndio unafaa kuenda kufanya hiyo kazi. Lakini kuna jinsi ambavyo una twist your speech. You know, there is a way you can talk, maneno isikike vizuri, na there is a way you can talk hiyo maneno watu wachukulie kifingine. So nadhani maneno yako sawa, the way aliweza kuzungumza ni sawa, lakini sasa vile ambavyo alikuwa amepanga maneno yake ndio ilikuwa si vizuri kidogo. Anyway, mtazamaji na msikilizaji, walisema wakati wa uapisho kwamba the end of state capture has come. Nakumbuka wakati ule katika uwanja wa Kasarani. Sema kwamba Wakenya msiogope kuongea. Msiogope kuchat. Now you can associate with anybody. You can do anything you want. Kwa sababu serikali haitakukandamiza. Lakini kumbuka kwamba when you do that, by the way, kuna zile idara za uchunguzi, hizo nazo zitakuja kwako full swing. Kwa hivyo ni swala ambalo tutangoja tuone kwa kweli, are these institutions gonna be used by the state kukandamiza wananchi. Ni neno ama ni swala ambalo walilipinga. Vile vile akiwa pale kikao, katika kile kikao kikihutubia pia alisema kwamba atahakikisha kwamba mgao wa county unafika kwa wakati ufaao, ili wale magavana na uongozi wote wa county utekeleze utendakazi na wajibu wao jinsi ambavyo it's spelled out kisheria. Ni swala ambalo kwa kweli magavana wengi walikuwa pale hawajazungumza, watoe maoni yao, waseme ni wanafikiriaje kuhusiana na ile hotuba ama yale mazungumzo ya naibu rais. Lakini tutatumai kwamba kesho atazungumza, kwa sababu kikao kile kitatamatika kesho siku ya Jumamosi. Ni swala ambalo tutakuletea tukujuze yatakavyokuwa yanajiri. Lakini tukizungumzia kuhusiana ile swala la mgao wa county, unakumbuka kuna kaunti nyingi zilikuwa zinasema kwamba hazijapatiwa fedha zao ambazo zinafaa kupewa. Unapata zingine ziko na madeni. Nakumbuka before Rais Uhuru Kenyatta, former president, aondoke mamlakani, kulikuwa na lile swala kwamba they are going to investigate. Kama uko na madeni, ulipe kwanza madeni ndio upatiwe zile fedha nyingine ambazo zimebaki. Ni swala ambalo hadi sasa hivi sijui liliendaje. Lakini mtazamaji na msikilizaji, ni kukujuza tu baadhi ya yale ambayo yamefanyika. Mwenzangu ataangazia uapisho wa jana pale katika kaunti ya Kakamega na kule Mombasa. Vidal.
Jana kuna wale magavana ambao walikuwa wameshaguliwa tarehe 29 kama magavana wa county zile mbili mtawalia, Mombasa na Kakamega. Kumbuka kwamba hii ni baada ya tume ile ya uchaguzi na mipaka IEBC kuwa na tashwishi, kuwa na vifaa ambavyo vilikuwa vya kupiga kura katika maeneo yale mawili, kuwa na shida kidogo. Hivyo tarehe 29 wananchi katika maeneo hayo walijitokeza kwa wingi, wakaweza kupiga kura na kuwachagua viongozi wawili mtawalia, ambaye ni gavana wa sasa wa kaunti ya Kakamega Fernandez Baraza, vile vile gavana wa sasa wa kaunti ya Mombasa ambaye pia ni Abdul Somad Sharifa. Jana waliweza kuapishwa katika kaunti hizo mbili. Katika kaunti ya Mombasa hafla hiyo ikifanyika katika Mama Ngina Grounds, na katika kaunti ya Kakamega hafla hiyo ikifanyika katika uwanja wa Bukungu Stadium. Nikianzia katika kaunti ya Kakamega, gavana wa sasa wa eneo hilo ambaye ni Fernandez Baraza, naibu wake ambaye ni Ayub Safula, waliweza kufika katika eneo hilo na shughuli hiyo ya uapisho ikaweza kungoa nanga. Baadhi ya watu ambao walikuwa wamefika katika bustani hilo ama uwanja ule wa Bukungu Stadium walikuwa takriban 6,000. Kulikuwa na sherehe na mbwembwe, kulikuwa pale na waimbaji, watu wengi walikuwa pale. Nilimuona county commissioner akizungumza katika hafla ile akisema kwamba watashirikiana. Nilimuona gavana wa sasa ama gavana ambaye aliondoka jana ambaye ni Wycliffe Wangamati, Wycliffe Oparanya, alikuwa pale jana, aliweza kuzungumza. Kulikuwa na shida kidogo kati ya gavana Fernandez Baraza na yule ambaye ni naibu wake Ayub Safula. Kumbuka kwamba pale awali walikuwa wamesema kwamba Ayub Safula anataka 50-50, anataka serikali ya nusu mkate katika kaunti ile ya Kakamega. Na ikumbuke kwamba alikuwa amesema kwamba walikuwa wamesaini mkataba kwamba wakiingia mamlakani ama wakitua uongozi ule watakuwa na wanya mamlaka katikati. Lakini jambo hilo liliweza kupigwa teke naye gavana Fernandez Baraza ambaye alisema kwamba ndio watashirikiana kama gavana na naibu wake, lakini hamna kitu ama jambo la nusu mkate katika kaunti ile ya Kakamega. Vile vile viongozi kutoka kaunti ile ya Kakamega waliweza kushtumu jambo hilo, huku ma MCA wakisema kwamba wako 45 dhidi ya wale wengine wa Kenya Kwanza. Hivyo inamaanisha kwamba Azimio la Umoja wa Kenya ndio inaongoza kaunti ile ya Kakamega. Vile vile gavana wa kaunti hiyo ambaye aliondoka jana Oparanya aliweza kuzungumzia swala hili akisema kwamba kaunti ile ya Kakamega inaongozwa naye Fernandez Baraza kama gavana. Vile vile akaweza kushtumu muungano ule wa Kenya Kwanza akisema kwamba wameanza kununua viongozi ambao ni wa Azimio la Umoja wa Kenya. Kwamba jinsi ambavyo Safula anaendelea kuzungumza ni kana kwamba amenunuliwa. Vile vile gavana mwenyewe Fernandez Baraza, nimekuambia hapo awali kwamba aliweza kupiga teke jambo hilo akisema kwamba yeye ndiye gavana, kinyume na matakwa na yale ambayo Safula aliweza kuzungumza na kusema kwamba walikuwa wamesaini mkataba, walikuwa wameelewana kwamba mawaziri ni 10, kila mmoja gavana na naibu wake ateue 5. Nikitoka hapo nikiingia kaunti ya Mombasa, kulikuwa naye gavana wa sasa ambaye ni Abdul Somad Sharifa ambaye aliweza kuapishwa jana na naibu wake vile vile, na baadhi ya viongozi ambao walikuwa wamehudhuria hafla ile ni ikiwemo Kalonzo Musyoka ambaye ni kinara wa chama cha Wiper Democratic, Martha Karua ambaye alikuwa mgombea wa Azimio la Umoja wa Kenya, na viongozi wengine wengi ambao walikuwa wamehudhuria ikiwemo aliyekuwa gavana katika kaunti ya Mombasa ambaye ni Ali Hassan Joho. Kumbuka kwamba hafla hiyo ilikuwa katika Mama Ngina Grounds. Waliweza kuzungumza, uapisho uliendelea vizuri, na niliona masi hakukuwa na shida tu. Walikuwa wamepokezana mamlaka vizuri, waliitana mandugu. Yule ambaye alikuwa gavana alikuwa pale, na yule ambaye aliingia jana kama gavana Sharifa alikuwa pale, walikuwa wanaitana mandugu pale, wakapokezana mamlaka vizuri. Hivyo yote yalienda sawa. Vile vile kuna ujumbe ambazo Martha Karua aliweza kuzungumza, kuna ujumbe ambapo hali Azan Joho aliweza kuzungumza, kuna ujumbe ambazo Raila hakuwa pale. Kuna jumbe ambazo Martha Karua vile vile aliweza kuzungumza. Na mengi ambayo waliyazungumza pale ni kuwaambia wapwani wazi. Martha Karua alisema kwamba
you can cooperate with the government but not kneeling down. Aliambia Abdul Swamad kwamba anaweza fanya kazi na serikali lakini si kupembeleza serikali iweze kufanya kazi na yeye. Vile vile Joe aliweza kusema kwamba yeye si muoga. They are Kenya. Being in opposition is not si suicide. Hamna. Sasa kwamba wako opposition and they'll oversight the government. Hayo ni baadhi ya yale ambayo yalikuwa yanaendelea katika sehemu zile mbili. Mtazamaji na msikilizaji, ni baadhi tu yale ambayo yamefanyika. Na by the way, Abdul Swamad Sharif Nasir alizungumza akisema kwamba he is grateful. He is happy kwamba ama yale zile shughuli za bandari zinarejeshwa Mombasa. Akisema kwamba hilo litasaidia sana kuinua uchumi wa eneo lile, kuleta kazi ambazo zilikuwa zimepotea baada ya lile ama zile shughuli za bandari kuondolewa na kupelekwa nchi kavu. Na Martha Karua pale alisema kwamba ataona kama watatengeneza stage kwa bahari pale baada ya lile zile shughuli kurudishwa pale katika bandari ya Mombasa. Kwa hivyo ni swala ama ni masuala ambayo yalizungumziwa sana jana katika zile hafla mbili za uapisho. Na sasa hivi taifa la Kenya lina magavana 47 jinsi ambavyo ipo, lakini Sefo naibu gavana Charles Kipng'oka ambaye aliaga. Mtazamaji na msikilizaji, tukiondoka kwa swala hilo, kumbuka kwamba lakini Fernandez Barasa alisema kwamba atazungumzia masuala mengi ama ataangazia masuala mengi katika uongozi wao, yakiwemo food security, yakiwemo elimu, yakiwemo afya, mambo mengi ambayo alizungumza. Na akataja pale akasema kwamba chini ya siku 100 anataka transform afya sana hospitali zile za kaunti ya Kakamega ili wananchi pia wafurahie swala hilo. Kabla tujaingilia swala jingine, Videl, sijui nikuulize, umenunua tokeni? Tokeni mimi kwenye mahali ambapo naishi silipi stima. So I don't know whether the owner amenunua, landlord amenunua ama hajanunua. Huyo ameangukia. Anyway. Baada ya bei ya mafuta kupanda kwa shilingi 20, 25 na 20 mtawalia, kwa mafuta ya petroli, dizeli na mafuta ya taa. Pia umeme ulikuwa umepanda mwezi mmoja uliopita. Jua nilikuwa nashangaa, previously nilikuwa nanunua tokeni kama za 500. Napatiwa around 29-30. Lakini sasa unanunua tokeni za 500 unapatiwa karibu 22 na 3 na 4 hapo. Nashangaa mambo yameendaje. Kumbuka kwamba the Kenya Power and Lighting Company KPLC ili gazette a month ago bei mpya za umeme. Ni swala ambalo Wakenya wengi wamejitokeza kukashifu, the same way wamejitokeza kukashifu swala la kuongezwa kwa bei ya mafuta hapa nchini Kenya. Na ni swala ambalo it informs increase of prices across the board. Kwa sababu jana actually sijui kama umefika Keumbu hapa. Nimefika Keumbu. Ni shilingi ngapi kwa gari previously? Mimi sasa situmii PSP masi. Sasa wewe nawe jaweni. Previously kwa wale ambao bado tunatumia matatu, it was 40 bob. Mimi sijui jaweni. It was 40 bob. I don't know actually. But as at yesterday it was 100 bob. Kutoka hapa mpaka pale Keumbu. So inamaanisha kwamba prices ama bei ama fares zinaenda ku almost more than double kutoka maeneo tofauti kuendea maeneo mengine. Na kumbuka kwamba hili swala linakuja wakati ambapo wale wanafunzi wamekuja nyumbani for 1 week. So in a week's time wakirudi shuleni fare itakuwa juu zaidi. Kwa nini? Kutakuwa na msongamano. Kila mtu anataka kurudi shuleni. Alafu bei ya mafuta ndio hiyo pia. Kwa hivyo iki-affect kila kitu hapa kina-affectiwa kwenda juu. Though sijatembea kwa yale maduka ya kijumla nione bei za bidhaa zikoaje. Sijui kama umepita pale. Nimepita na masi ulisungumzia kuhusu bei ya tokens. Sijui ndio sababu niliona madamu anataka kusema kwamba nitaongeza rent kidogo. Sijui kwa sababu nilimsikia akilalamika kwamba
stima zimeenda juu kushinda rent ambayo tunamlipa. So which means anatoa pesa zake kwa mfuko, anaongeza analipa stima. So yeye ni post pay, analipa baada ya kutumia stima. Yeye analipa ndio tunatumia. Sasa nilimsikia akilalama sana akisema kwamba sasa kwa sababu naona unajua sisi zote hatulipi stima. So we just yeye ndiye analipa, sisi tunatumia. And you can use it the way you want. Sasa nilimsikia akilalama akisema stima imeenda juu, sasa itabidi niongeze rent kidogo. So labda ndio sababu. Na nimesikia watu wengi kama asubuhi ya leo, nimesikia watu wengi wakilalamika. By the way, nimepitia huko stage. Nimeona watu wengi wakilalamika. It's like the fare imekuwa hiked, imekuwa doubled. Nimesikia watu wengi wakilalama sana. So tukizungumzia kuhusu bei ya bidhaa katika maduka makuu. Mimi siku mbili lazima nitembee pale niangalie jinsi ambavyo mambo inaenda. So niliangalia jana, nilipitia pale nikaangalia bei. Huwa naangalia bei ya vitu vitatu. Naangalia sukari, naangalia mafuta ya mboga, naangalia vile vile na unga, naangalia hizo tatu tu. So jana niliangalia bei ya mafuta 10 liters, mafuta ya kupika. Ilikuwa 3,800. Kumbuka hii ni mafuta ambayo ilikuwa 1,020, 1,030. So sasa iko 3,800. Niliangalia ile mafuta ya kupika ambayo ni ya 20 liters, niliona imefika almost 7,000. Niliangalia bei ya sukari. Ilikuwa 120 pale supermarket, lakini sasa niliona imefika 140. So which means bado kwa kilo moja. Kwa kilo moja. Sabuni ambayo 1 bar ya sabuni ambayo iko pesa kidogo kabisa ni 179. Basi hiyo ni chipa, kwa sababu nilikuwa nashuka nikienda, unajua jana kulikuwa na soko. Pale wale ambao ni vendors pale kwa mtaani walikuwa nauza 180. Ina depend ni sabuni gani. Ile ambayo ni very cheap ni 179. Very cheap. Sasa hivyo unaweza kadiria uone wa Kenya tunaelekea wapi. Anyway, mtazamaji na msikilizaji, kumbuka kwamba bei ya mafuta ni shilingi 179.78 kwa lita moja ya petroli. Lita moja ya dizeli inaenda kwa shilingi 165.64 pale. Na lita moja ya mafuta ya taa inaenda kwa shilingi 147.48 pale. Kwa hivyo ni bei ambayo imeongezwa kwa shilingi 20, 25 na 20 mtawalia. Na vile vile kumbuka kwamba umeme pia umeongezwa from a percentage of 15% to 21%. Kumaanisha kwamba kama ulikuwa unalipa kwa mfano shilingi 20 previously kwa unit moja, sasa utalipa karibu shilingi 24, 25. Ni swala ambalo Wakenya wengi wanaendelea kulilia, lakini wengi wanasema kwamba kulikuwa na plan. Hii plan tunataka kuiona, sasa inakuwaje? Anyway, mtazamaji na msikilizaji, tuondoke pale, tuenende kwa swala jingine. Raila Odinga alizungumza mengi jana. Sijui nikupe muda uzungumze mawili kisha nizungumzie mengine. Raila Odinga, kinara wa Azimio la Umoja wa Kenya, jana alikuwa amezungumza hapo awali akimjibu rais wa 5 William Samoei Ruto kwamba hatahudhuria hafla ile ya kumwapisha na hayupo nchini Kenya, lakini hakusema penye alipo. Jana aliweza kuzungumza wakati alikuwa ametua pale katika kaunti ya Mombasa, na akasema kwamba alikuwa Zanzibar. Alikuwa ameenda pale to heal kwa sababu ya ile shock ambayo walikuwa wamepata pale awali katika uchaguzi. Na aliweza kusema kwamba watashindikisha wale majaji ambao waliweza kutoa amri, ambao waliweza kutoa hukumu tarehe 5 mwezi huu kwamba William Samoei Ruto ndiye alikuwa mshindi. Huku wakisema kwamba wakitumia majina tofauti kwamba hotel, wakizungumzia kwamba kuhusu yale ama ule vile ambavyo Azimio la Umoja wa Kenya walikuwa wamejitetea, wakitumia majina tofauti. Wanasema kwamba watashinikisha waone kwamba wale majaji wamejiondoa pale, wametoka pale. Hata kama wanasema watafanya 1 million march kwenda pale Supreme Court ili wale majaji waweze
kujiondoa ama waweze kuresign. Hayo ndio yale aliweza kuzungumza pale. Nakumbuka hapo awali alikuwa amesema kwamba ndio anakubaliana na matokeo ama na uamuzi wa mahakama ya juu, lakini hawaelewani nayo. They agree, but they do what? Kuna walikuwa wamesema kwamba they agree, they respect, yeah, but they don't agree. Yeah, so hayo ndio alikuwa amezungumzia jana pale katika kaunti ya Mombasa. Kumbuka kwamba leo wanakutana kama Azimio la Umoja wa Kenya. Hatujui wanakutana wapi kwa sababu Kalonzo alisema kwamba tunakutana kesho, lakini hatujui pale ambapo wanakutana hivi leo. Kumbuka kwamba vile vile Raila Odinga alisema kwamba idara ya mahakama jinsi ambavyo vimesema inafaa kufanywa marekebisho, akisema kwamba pia katiba inafaa kuangaliwa na ifanywe marekebisho, kwa sababu katiba inatoa nguvu kwa wananchi, na nguvu zile ambazo zimepewa wananchi, akasema the judiciary exercises donated power. Kwa hivyo wakasema kwamba akirejelea ule uamuzi wa mahakama wa Agosti 15 ambapo kesi dhidi ya William Ruto ya kupinga uchaguzi wa Agosti 9 ilitupiliwa mbali, akasema kwamba walikuwa na ushahidi, walikuwa na ushahidi tosha. Akirejelea the Jose Camargo saga, akirejelea kutumiwa kwa Kimskit in a few minutes time kutoka maeneo tofauti ambayo yako kilomita nyingi mbali na nyingine, akisema kwamba ule ulikuwa ushahidi tosha, lakini mahakama ikaamua kutupilia mbali kesi yao. Akasema kwamba anangoja uamuzi kamili ule ambao jaji mkuu Martha Koome alisema kwamba atatoa ule uamuzi kamili ili wasome wajue ni wapi walikosea, ni wapi hawakukosea, lakini bado anashikilia kwamba walikuwa na ushahidi tosha, ni kwamba tu mahakama ilipatia wengine ushindi. Ni swala ambalo pia lirejelewa na Martha Karua wa pale. Na vile vile walizungumzia kuhusiana na IEBC. Akazungumza kwamba IEBC should be reformed. Kama haitabadilishwa, kama haitafanywa marekebisho, basi uchaguzi wa mwaka 2027 hautakuwa wa huru na haki. Sasa nashangaa, unajua wako na shida mostly, I'll say, na Wafula Chebukati, sivyo? Na Wafula Chebukati might not be in office. Yeah. Kwa hivyo I don't know, sijui, lakini mtazamaji, hayo ndio yale ambayo Raila Odinga alisema. Akasema kwamba kama uchaguzi wa mwaka 2027 unafaa utakuwa wa huru na haki, then IEBC inafaa kufanywa marekebisho. On the same note, by the way, alisema kwamba they are not going to let the 4 commissioners to be victimized. Kwamba kuna wale makamishna wanne, hebu jaribu kutaja majina yao pale. Kuna commissioner Juliana Cherela, kuna Justus Nyang'aya, anaitwa Justus. Justus Nyang'aya. Kuna wale wengine labda kuna Irene Masit na kuna Francis Wanderi. Hao ni wale makamishna wanne ambao walikuwa wamejiondoa katika yale matokeo yalikuwa yametangazwa tarehe 15 mwezi wa Agosti kwamba William Samoei Ruto ndiye alikuwa mshindi, na vile vile Wafula Chebukati ambaye alikuwa chairman wa tume ile ya uchaguzi IEBC akaweza kumkabidhi kile certificate ya kumuonesha kwamba yeye ndiye alikuwa ametangulia katika uchaguzi ule. Kumbuka kwamba baada ya hama kamishna wanne kujiondoa pale, waliweza ku make statement yao kusema kwamba wao they are not part and parcel of the results that were announced by Wafula Chebukati. Kisha baadaye after a petition iliweza kupelekwa pale katika mahakama kuu, wale makamishna wanne wajitokeza vile vile wakaweza kusema kwamba they agree with the results that were announced by Wafula Chebukati. Ndio ile inaitwa double speak kama double stand. Sijui. Lakini mtazamaji na msikilizaji, Raila Amolo Odinga akizungumza pale katika kaunti ya Mombasa alisema hawatakubali wale makamishna wanne wakuwe victimized. Nakumbuka kwamba hili linakuja baada ya Eden Duale ambaye ni mbunge wa Garissa akusema kwamba Garissa mjini akisema kwamba wale makamishna wanne wanafaa kuondolewa afisini kwa sababu walikosa kutimiza malengo yao kikatiba. Na kumbuka kwamba jana tulizungumzia kuhusiana na chama cha Farmers Party ambacho kimewasilisha mswada bungeni. Mswada ule ni wa kushurutisha wabunge kuupitisha, kisha ukishaupitisha
Raisi ashurutishwe kuchagua jopo ambalo litachunguza wale majaji wanne, kunradhi makamishna wanne, na iwapo watapatikana kwamba hawakutekeleza majukumu yao jinsi ambavyo katiba imesema, basi waondolewe afisini. Na msikilizaji, vile vile mtazamaji, ukumbuke kwamba chama cha Farmers Party ni baadhi ya vyama ambavyo vimeunga muungano ule wa Kenya Kwanza. Na sasa tuliweza kuzungumza swala hilo jana, basi tukasema kwamba unajua hata kama wale maspika wa mabunge yote mawili walisema kwamba they'll work independently, they'll not be allied to any party, lakini ukumbuke kwamba those leaders are the products of Kenya Kwanza. Ukiangalia Moses Wetangula ni Kenya Kwanza, Amason Kingi ni Kenya Kwanza, na kile chama ambacho kimepeleka mswada ule pale bungeni, Farmers Party, ni Kenya Kwanza. So walisema kwamba wamepeleka mswada ule pale, utasungumziwa pale. Lakini jana masi nilisikia tena wakiinsist kwamba katika bunge kuu la Kenya muungano ule wa Azimio la Umoja una wajumbe wengi. I don't know how, but they said kwamba si wajumbe, wanasema pia wana magavana wengi. So see, I don't know how, but they said kwamba wana wabunge wengi pale. So kama wana wabunge wengi, then ule mswada unaweza kosa kupita. Jua pia kuna shifting loyalties. Wenda wengine wakakuwa convinced otherwise, kuvote otherwise. Na unajua kwa miswada ni nay, you know. So wenda the eyes ikawa imeshinda, nays ikawa imeshinda, kwa hivyo hatujui. Lakini iwapo mswada ule utakuwa kumbuka kwamba karani wa bunge anafaa kuangalia mswada ule, je, unatimiza malengo ya mswada ambao unafaa kufikishwa pale, alafu baadaye labda wakiwa na kikao ule mswada utasomwa na wabunge watavote, watazungumzia, watadiscuss kabla hawajatoa uamuzi wao. Na baada ya ule mswada kupitishwa, utapelekwa itamlazimisha Rais William Ruto kuteua jopo ambalo litawachunguza wale makamishna wanne. Jinsi nimesema na nirudie, wapo watapatikana kwamba wakutimiza majukumu yao kisheria, basi wataondolewa afisini. Mtazamaji na msikilizaji, sijui tuende breaki kidogo kwa dakika moja, alafu turejee tuendelee na kipindi na tukitamatishe. Kumbuka kwamba unasikiza na kufuatilia Bagusi Global Radio. Kama wewe ni mtu ambaye uko on Roku channel, you can add AGR News TV on your channel ili unatutazama na kutufuatilia. Iwapo wewe haupo pale na ungependa kututazama pia, tuko pale YouTube at AGR News TV. And then tuko ukurasa wa Facebook kama Bagusi Global Radio. Kumbuka kwamba tuko Instagram, LinkedIn, Twitter na website yetu. Iwapo pia ungependa kuitembelea ni www.agrnews.co.ke. Bila kusahau application unaipata vipi? Kumbuka kwamba ukitaka kupata application yetu ya AGR FM, unakimbia upande wa Google Play Store, unaandika tu jina Bagusi Global Radio, download our application. Nilikwambia kwamba application yetu haitumii bundles nyingi, hamna. Unakimbia pale download using your Android phone, unaweza kimbia upande wa App Store pale using your app phone, una download application yetu ili upate vipindi vyetu. Kumbuka kwamba kuna vipindi vingi ndani ya AGR FM. Kuna Morning Glory, Orina Untiri, kuna Anza Na Bwana, Mason Tira, kuna morning brief, kipindi hichi ambacho kinaendelea, kuna seria Obotaka, kuna request, baadhi ya vipindi vingi ambavyo vimo ndani ya AGR FM. Tukirejea masi, now Raila Odinga is back. What will happen? You know, he said kwamba they can even do a matching of 1 million match kuenda pale Supreme Court. Is it possible kwamba wale majaji wanaweza jiuzuru? Hatujui. Tukirejea tutazungumzia hayo. Sawa sawa. Welcome to Monibis Apartments. I'm Globa Choti Meshak. Monibis is located at Tasia Embakasi off 75 Road, where you're headed to Utawala. We have a 3-bedroom house that can host you for a day, a month, a week, and you will feel comfortable.
it's easily accessible, and you're most welcome. You can reach us on 0729 816 420 or 0723 601721. You can always reach us on 0729 816 420 or 0723 601721. Welcome all. Je, unahitaji kukarabati gari lako kwa njia yoyote ile? Usitie hofu. Dhibiti hali ya gari lako sasa. Ramizworks inakupa huduma bora zaidi. Hapa wanakupa huduma zote za gereji kwa magari ya kila aina. Ramizworks tuna deal na panel beating, spray painting. Ukiwa na kazi yako, leta mali hapa, tunakufanyia kazi safi sana. Ramizworks inapatikana mjini Kisii daraja 2 kwenye barabara kuu ya Kisii Kisumu. Imekabiliana na Delta Filling Station. Tunashughulika na magari za accident. Gari imeharibika, msuni inaletwa. Tunaomba watu wote walete magari zao hapa. Welcome Kisii. Kwa maelezo zaidi kuhusu huduma zetu, piga simu nambari 0728888603 au 0790178686. Ramizworks, huduma bora kwa bei nafuu. Naam, shukrani za dhati na karibu tena kwa awamu ya pili ya kipindi hiki cha The Morning Brief. Unajua umezungumza kuhusiana na Raila Amolo Odinga kusema kwamba wanataka kumatch. Yeah. Na tunataka tuangalie the Constitution of Kenya 2010 ambayo ina outline the way a judge can be removed from a court of law ama kutoka kwa Supreme Court, whichever is the case. Nasema hapa kwamba this is article 168 1 inasema kwamba a judge of a superior court may be removed from office only on the grounds of the following. Kwamba a breach of conduct of conduct prescribed by judges of the superior courts by an act of parliament, bankruptcy, incompetence or gross misconduct or behavior. Pia kuna inability to perform the functions of office arising from mental or physical incapacity. Na kwa mfano ni ruke ya pili inasema kwamba sabbatical 2 inasema the removal of a judge may be initiated only by the Judicial Service Commission. The Judicial Service Commission kwamba kumbuka kwamba ndio inafanya uchunguzi kuhusiana na wale watu ambao wanafaa kuwa majaji, wanapelekwa kuwa appointed by the president and stuff like that. Hiyo nimesoma tu apart. The removal of a judge may be initiated only by the Judicial Service Commission acting on its own motion or on petition of any person to the Judicial Service Commission. Kwa mfano, Raila Odinga fanya petition to the Judicial Service Commission. It can happen. Inaweza anzisha mchakato wa kumuondoa iwapo kuna grounds of kumtoa yule judge afisini. Now, niruke 3, 4, 5 inasema the president shall within 14 days after receiving the petition, suspend the judge from office and acting in accordance with the recommendation of the Judicial Service Commission. If it is in case of a Chief Justice, the president atafanya hivi. Appoint a tribunal ambayo itafanya uchunguzi. Hii tribunal ama ili jopo litakuwa linajumuisha Speaker of the National Assembly as the chairperson, 3 superior court judges from common law jurisdictions, 1 advocate of 15 years standing ama experience, and 2 other persons with the experience in public affairs, or kuna mambo kwenda chini. So ukipata read article 168 of the Constitution. Haya masuala yote ukiangalia labda kwa yale mambo ambayo Raila Odinga wamesema. Was it incompetence? Was it gross misconduct or misbehavior? Was it bankruptcy? Was it mental or physical incapacity? So, was it a breach of conduct as prescribed by the conduct prescribed for judges of the superior courts? I mean,
They may be having wanaweza kuwa na sababu zao za kuwaondoa ambazo wamesitaja pale awali. But now the process ndio it's not favoring them because the process goes to those who are favored because lazima president achague jopo ambalo linaongozwa naye speaker wa bunge ambaye ni Moses Masika Wetangula. So it may be somehow tricky, but if they have their own way, if wamejipanga vizuri vile ambavyo Raila alikuwa ameeleza jana, they may do it. Si atujui, labda wamejipanga kifiao, labda they know how they'll do it. Yeah. Anyway, mtazamaji, we were just doing an hypothesis. Tunazungumza kuhusiana na hypothesis, kitu ambacho kwa kweli mtazamaji na msikilizaji tunakujuza tu ni wakati gani ambapo hakimu ama jaji anaondolewa afisini. Kuna 4-5 grounds pale of removal of office na jinsi ambavyo mambo yanafanyika. Ukitaka kusoma zaidi enda pale Constitution of Kenya article 168. Naona Anthony Ragori yeye anasema kwamba Masi mimi tu sitatolewa kwa ofisi, wengine wote PO box home. Anyway, sijui ofisi yako unafanya ofisi ya jaji ama ofisi ya nani? Mtazamaji na msikilizaji, nashukuru sana kwa kuendelea kuwa nasi. Na ningependa mwenzangu kutoka ule upande mwingine kiangalia mambo kuhusiana na gesi. Gesi imefika pesa ngapi? Gesi imepanda bei ama imeshuka? Gesi, maneno ya gesi generally Videl, tuangalie. Tumezungumza maneno ya mafuta ya petroli, mafuta taa, mafuta ya dizeli, tumezungumza kuhusiana na umeme, vyote vimeongeza bei. Je, inakuaje pale kwa gesi? Unajua Masi, mimi ni kama niko advantaged kwa sababu umeniulizia mambo na nauri, mimi sijawahi. Umeniulizia mambo na nini ile nyingine jamani, stima, mimi sijawahi. Sasa hapa kwa gas, mimi mimi nimewahi. Natumia gasi, anatumia gesi kwa sababu naona pale bei zimeenda juu sana. Nikiangalia gas ambayo ni ya 6 kg, kumbuka hii ni gas ambayo ilikuwa kwa refilled na shilingi 669. Yeah, hapa wamesema kwamba ni 669, which mimi pia niliweza kurefill na hizo fedha, lakini sasa hizi 6 kg gas imefika 1540. Naam. Ukiangalia ile ya cylinder 6 kg ni 4240. Ukiangalia 13 kg gas ni 3330. Ukiangalia ile ya cylinder ni 8130. How many kgs ya 8000? Ya 13 kg. 13 kg ni 8130 ile ya cylinder. Alafu ile ya gas refill ni 3300 to 22.5 kg ni 5580. Cylinder ni 13080. 50 kg gas ni 12260 na ile ya cylinder ni 23760. Na hizo ni gazi ambazo Masi tulikuwa tuna refill na pesa kidogo sana. Kwa mfano, hii gasi ya 13 kg cylinder ilikuwa 1495. Lakini saa hizi imeenda 3330. So you can see how things have gone high. Mambo ni tofauti. Mambo yamebadilika. And talking about the same, naona the Kenya Revenue Authority, KRA, halmashauri ya kukusanya ushuru nchini Kenya, inasema kwamba kumekuwa na adjustment on specific rates applicable under the excise duty and the miscellaneous fees and levies act. Ukifungua, ningependa ufungue hii alafu isome moja kwa moja, kwa sababu unajua imeandikwa text kidogo. Natumai kwamba utasoma pale. Sijui kama umeipata pale. Acha niangalie kidogo, sikuwa nimeiangalia. Inazungumzia kuhusu nini hiyo? Inazungumza kuhusiana na kuongezwa kwa ushuru. The public notice. Naam. Inasema hivi. Public notes the inflation adjustment on specific rates applicable under the Excise Duty Acts
Miscellaneous Fee and Levies Act. Inasema the Commissioner General is required under the Excise Duty Act 2015 and the Miscellaneous Fee and Levies Act 2016 to adjust annually the specific rates of excise duty, export levy to take into account the rate of inflation. Kenya Revenue Authority would therefore like to inform manufacturers, importers, and members of the public that 1. The Commissioner General will adjust the specific rates of taxes applicable to excisable goods, which are charged excise duty at a specific rate per unit under the Excise Duty of Act 2015. And other goods subject to fees or levies at the specific rate under the Miscellaneous Fees and Levies Act 2016. Number 2, the specific rates will be adjusted using the average inflation rate for financial year 2021-2022 of 6.3 per centum. 3, in brackets 6.3%, as determined by the Kenya National Bureau of Statistics. And number 3, the adjusted specific rates will be effective from 1st October 2022. Ukingoja hivyo ukiachia hapo kwanza, ni wazi kwamba wale ambao ni manufacturers, importers, utakuwa na kuongezwa kwa ushuru kwa kiwango kidogo pale. Kwa hivyo I don't know, tukizungumzia swala la jinsi ambavyo serikali ya Kenya itamudu gharama ya utendakazi ya mikakati ya maendeleo. Sijui their plan ni kuhusiana na kuongeza ushuru on everything hapa. Tukiangalia ushuru sasa hivi umeongeza kwa stima. Ushuru lazima uongeze kwa mafuta. Ushuru umeongeza kwa gesi. Ushuru utaongeza kwa vitu tofauti tofauti. Nakumbuka kwamba wakati ule Dr. William Ruto alikuwa anafanya kampeni alisema they will reform KRA. Kwamba ndio KRA receives a lot of money lakini nyingi zinapotea. Sijui is this a way ya kuhakikisha kwamba zile fedha zinaingia zinafanya kazi? Masi, tuachane mambo na ushuru. Tuliweza kuzungumzia kuhusu kuongezeka kwa bei ya mafuta. Kuondolewa kwa ruzuku. The subsidies. Masi, mafuta ikiongeza, kila kitu lazima kiongeze. That is the first point. Jana niliona watu wengi. Actually, I was here in town. It happened that I walk out without a camera. Actually, nilijisikia vibaya sana. Nilitembea bila camera. I saw many people walikuwa wanalalamika kwamba they thought kwamba serikali ambayo imeingia mamlakani itashughulikia hali ya maisha. Itashughulikia yule mtu mwananchi wa kawaida. In quotes walisema kwamba watashughulikia mama mboga, watashughulikia vijana wa bodaboda, watashughulikia yule mtu wa mkokoteni. Lakini vile ambavyo walikuwa wamesema si maneno yangu. Wao walisema kwamba hawaoni kama vile ambavyo serikali imeanza itamalizia imeanza na roho itamalizia na nguvu. Hivyo nasema kwamba lakini ni siku 2-3 tu bado tuna vile ambavyo unaanza kazi, vile ambavyo Simba Arati alianza kazi, unaweza kuwa na matumaini kwamba Simba Arati anaweza fanya kazi. Vile ambavyo Masi unaanza kazi the first 2-3 days, hata umeajiriwa kazi mahali fulani, vile ambavyo unaanza the first week, yule ambaye amekuajiri anasema this person may do. Huo ni mtazamo wa Videl, lakini si wangu mimi sina mtazamo. Ni mtazamo wa wale watu ambao walikuwa wanazungumza jana katika daraja 2 pale soko. Mimi sina maoni. Una mtazamo. Anyway, lakini it's too early to tell. We will be informing you jinsi mambo yatakuwa yanatukia. Ukiangalia kama ushuru huu umeongeza hapa na pale, mambo mengine ambayo yatatukia tutakuwa tunakuambia. Lakini tukiangalia kuongezeka kwa ushuru, tusisahau kwamba kuna fedha zimeondolewa mahali fulani zimewekwa kwa
kilimo. Tusisahau kwamba kuna mbolea ambayo imeshushwa bei. Kwa hivyo tukizungumza kwamba hapa maisha yamekuwa juu, hapa maisha yamekuwa na masi ukizungumzia kuhusu mbolea, ambia msikilizaji na mtazamaji, hii mbolea ni ya Wakenya wote. Hii mbolea ni ya Wakisii, mbolea ni ya watu wa Trans Nzoia, ni ya watu wa Mombasa. Hii mbolea, najua kitu kimoja. Mbolea ni ya wakulima. Wewe kama si mkulima lakini kuna usitete kama wewe si mkulima. Kama wewe ni mfugaji, then ask for animal feeds zikuwa at cheaper prices, you know. Lakini tukiangalia hata wakati ambapo unaanza ku implement project, uende ukaanza implementing a project kwa 3 acres of land. Unaanza na certain portion, unasema acha nijaribu hapa kwanza nione how will things go, kisha una expand. But according to President William Samoei Ruto's statement, he said actually kwamba mbolea ambazo ni bags 1 million, I guess 1.4 million, alisema kwamba aziendi kwa Kenya yote. Kuna maeneo matatu ambayo alikuwa ameyataja. Nakumbuka akitaja Western, ingine alisema ni Central ama gani? Central na Western, Central na kule Eastern. So alisema mbolea hizo zitaenda Central, Western na Eastern provinces, if I may say. So sijui, hatukujua vizuri kwamba Nyanza, unajua ukiangalia kwa mfano lile eneo la Eastern, alizungumza, hata Kalonzo mwenyewe alizungumza akasema kwamba not Kalonzo but actually Mutula Kilonzo Jr. akasema kwamba it is good that ameona kwamba this place receives rainfalls once at a specific time. Kama sasa hivi hii ni last quarter ndo mvua inanyesha kule maeneo, so they take advantage of ile mvua kupanda, kwa sababu zile sehemu kukiwaka jua ni hivyo, hakuna haja wapelekee mbolea, but at this time kuna mvua, basi wanaweza wakapanda, to take advantage of that. Kwa sababu ukiangalia kama the highlands of Nandi, mvua iko 24/7. It's so rare upata kwamba kuna kiangazi. Yeah, but is it about taking advantage or it's about working for all Kenyans? As at now, it's taking advantage. Unajua kuna ile kuzalisha na kuzalisha kwa mazao kwa yale maeneo ambayo it's not easy to do that. Wewe umeishi kule maeneo ya Machakos, umeishi maeneo ya whatever kule Eastern. Umeona jinsi inakuwa kukinyesha, kunyesha once kuna kunya, but kiangazi kikija kinakuja. Is it wrong kuwa prioritize? Sijui mtazamaji. Mimi sijui, lakini for me I feel like Kenyans are the one that who gave him the job. He should work for all Kenyans. Wes kwa unasema Masi, mimi nataka sasa Masi yeye akule nyama, au wengine kwanza wa relax nione kama hii nyama itamuumiza tumbo, ndio niwapee wao pia. Na nimesema it's too early to tell. It's very early. It's very early because today is the third day, I guess. So we still have 4 years and some days there. So bado tusianze kukadiri yale ambayo bado hayajafanywa. So we have some time to wait and see how Mr. President ataliongoza taifa hili. And I appeal that tumpe nafasi mzuri afanye kazi. Vile ambavyo Rigathi Gachagua alisema during inauguration, asema kwamba Kenya lazima wajitayarishe kufanya kazi. They should be ready to work hard and extra hard. So hustlers, mama mboga, watu wa bodaboda, you have to work extra hard. Hakuna kulegalega, lazima kazi ifanywe. Na mtazamaji na msikilizaji, shukrani za dhati kwa kuendelea kuwa na sisi. Sijui wewe unapataje hizi taarifa ambazo tunakujuza kutoka hili eneo la upande wa kwanza wa studio za AGR News. Sijui kama umeshare, sijui kama unaendelea kutufuatilia. Iwapo unatupata vizuri pale, sema hata high five bana, usalimie tusiondoke hapa. Kama unajua leo ni Friday, wewe mtakutana siku ya Jumapili, tutakutana nawe siku ya Jumatatu. Fanya kitu kama kuingia kwa kipindi na kuzungumza nasi. Yes. Anyway, tusonge mbele kidogo. Naona kwamba Wafula Chebukati ambaye ni mwenyekiti wa IEBC, tume ya
kuratibu mipaka na uchaguzi hapa nchini, amejitokeza sana na kuwakashifu wale makamishna wanne. Akisema kwamba jambo ambalo walitenda lilikuwa linataka kuhujumu matokeo ya uchaguzi. Lilikuwa linataka kuhujumu IEBC. Kusema kwamba IEBC wamefanya kazi pamoja and then they do not agree with the last phase of the elections. Lilikuwa ni swala ambalo lilikuwa linataka kutupilia mbali uamuzi wa wananchi. Ni swala ambalo ni baya zaidi. Wafula Chebukati through a statement akisema kwamba the false accusations that the four commissioners took under oath ililazimu ama ilisababisha baadhi ya maafisa wa IEBC kushikwa, kukamatwa, kuteswa, wengine kuwa abducted, you know. Kwa hivyo ni swala ambalo anakashifu sana. Akisema kwamba wakati ambapo kulikuwa na vurugu pale kwenye ukumbi wa Bomas, wale makamishna ambao walisalia na yeye, Boya Molu na Abdi Gulie na CEO mwenyewe Hussein Marjan Hussein, they walijipata kwamba ama walipigwa kidogo, lakini at the end of the day they stood with him, akiwapongeza, kisema kwamba ile ni tume ambayo ni huru, haifai kuingiliwa na watu wengine kutoka kule nje. Na lile swala ambalo wale makamishna walifanya lilikuwa swala ambalo hawakufaa kufanya, bearing in mind kwamba walikuwa wamefanya kazi pamoja mpaka mwisho. Ndipo wakasema kwamba sisi tunajitenga na matokeo ya uchaguzi ule ambao uliandaliwa tarehe 9 Agosti. Kizungumkuti ni kwamba baada ya mahakama kuamua mambo yameenda jinsi ambavyo yalienda, wale makamishna pia waliandika barua wakisema kwamba, wakitia sahihi wote wanne, wakisema wale ama wanakubaliana na uamuzi wa IEBC, wanakubaliana na Wafula Chebukati kwamba uchaguzi ulioendeshwa ulikuwa wa huru na haki. Sasa hapo ndo kizungumkuti mimi kinanijia. Hapo ndo kizungumkuti kinanijia. Lakini hasa unajua Masi, I don't think where they had another option than you cannot work in an environment where you are not amuelewani. So lazima wangekubali, lazima wakuwa na njia nyingine baada kukubaliana na yale matokeo ndipoza waende kuendelea mbele. Then why did they start it in the first place? Kwa sababu if they really believed kwamba yale matokeo ya kwa huru na haki, then they could have continued with their stand kwamba matokeo ya kwa huru na haki. But the even after mahakama iliamuru kwamba hakukuwa na ushahidi kuonyesha kwamba kulikuwa na udanganyifu, they believed that kuanzia mwanzo. Then why did they just change tune? Unajua Masi, wow, there before walikuwa actually it's like azimio la umoja wa Kenya. Walikuwa wameamini kwamba matokeo hayakuwa ya huru na haki. Na whatever that comes out of the court, you have to accept that one. So wakaenda pale kotini na wakaoneshwa, labda wao pia wako wanajua, wakaoneshwa wazi kwamba matokeo hayakuwa na tashwishi. Matokeo yalikuwa sawa. So they had nothing. You cannot argue with the court. You cannot labda hawakuwa na lolote la kusema. So they had to agree. That is why I thought that they came together. Na kumbuka kwamba kuna wakati Wafula Chebukati aliulizwa, how can you go about those four commissioners? Akasema sisi hatuwezi waamulia. Wao ni watu wakubwa. They wanaweza jiamulia wenyewe. Na kisha baadaye like someday wakatokea, wakasema, wakapeana ujumbe ambao umesainiwa na wale makamishna wanne, wakisema kwamba wamekubaliana na matokeo ambayo yaliweza kutangazwa nayo Wafula Chebukati and the whole process ambayo iliweza kufanywa pale IEBC. So they had no option. Mtazamaji na msikilizaji, tumezungumza kuhusiana na uchumi, tumezungumzia kuhusiana na ushuru, tumezungumzia mambo mengi. Je, katika hizi siku 2-3 ambazo serikali mpya iko afisini, unaona kwamba uchumi utaimarika ama uchumi utaendelea kudorora? Zungumza nasi kupitia pale kwenye ukurasa wa Facebook pamoja na kule Twitter na YouTube ili tujue maoni yako ni yapi. Je, jinsi ambavyo mambo yameanza, unaona kwamba uchumi utabadilika, uchumi utaboreka, uchumi utaimarika ama uchumi utadorora? Ni swala ambalo
tunakuuliza ukizingatia yale mambo ambayo yamefanyika tuseme kwa wiki moja sasa, kuanzia kuapishwa mpaka sasa hivi, jinsi mambo yanaendelea, je, unaona kwamba uchumi utadorora, utaimarika, utaboreka, ama utainuka ama utaanguka? Huyu anasema naamini Kenya itabadilika na uchumi dhabiti. Unakuja Kenya itakuwa mzuri, maana yuko Mungu. Kenya ni sijamuelewa jameni. Sasa kwamba ni John Atamba wa Dar es Salaam, Tanzania. Anasema kwamba ametusalimu. Nashukuru sana. Nadhani kwamba nyinyi Tanzania mko sambamba. Tanzania nadhani kwamba mko sawa. Sisi hapa tunaendelea kujipigania. Uliona pale, by the way, Mercy, if you can review and check on what the deputy president said during the inauguration ceremony, is what is happening. Because alisungumzia kuhusu ruzuku. The president alisungumzia kuhusu kuondolewa kwa port services from Naivasha na Nairobi, kurudishwa pale Mombasa. Alisungumzia mambo ambayo sasa hivi yametendeka. Na alisungumzia kuhusu ruzuku, ndio watu wengi wanaangalia. Kuna wengi wanasema kwamba he did a good thing, kuna wengi wanasema kwamba it was wrong. You know, Mercy, as Kenyans, sisi hatutaki kujua whether Kenya umefanya ni kizuri. What we wanna see ni kwamba mafuta ishuke without considering what he did. Wakenya wao wanataka kujua, wanataka mafuta ishuke. Wanataka unga ifike 100. I told you the following day, actually it was yesterday, nilifika pale kwa duka kuu nione unga imefika ngapi. Niliona unga ni 220, 225, 215, 210 ikiwa ndio unga ya kupika ambayo bei yake ni ya chini, 210. So which means bado Wakenya lazima mujikune. Luckily, Mr. Deputy President Rigathi Gachagua aliwaambia Kenyans should be prepared to work hard. So I don't see any reason why you should say unga irudi chini. Mr. Deputy President, you are Deputy President as Kenyans. Our Deputy President alituagiza, aliturai kwamba lazima tujitayarishe kufanya kazi. Vile vile jana aliweza kuambia yule DCI kwamba arudi pale Thika Road. Niliona mitandao ya kijamii imewaka. Niliona mitandao ya kijamii imewaka pale. I wish I could have, ningeona zile jumbe nisome 2-3 kwa DCI. Kuna Wakenya kumbe wako ngangale wanafuatilia haya maneno jamani. Lakini that is how we are moving as Kenya. Najua kuna masuala mengi ambayo yanatendeka. Kabla tujia kujuza mambo ya mwisho ambayo tumekuandalia hapa, nakumbuka kuna ile sensation couple ambayo ni alikuwa bwana mmoja na triplets watatu. Sijui mambo yameendaje. Sijui niko nyuma kidogo, labda network yangu iko ina lag. Sijasikia hayo, sijui mbona amenipita jameni. Sasa wewe kama hujasikia, tembelea mitandao ya kijamii utajua mambo yanafanyikaje. Lakini swali ambalo nakuuliza ni kwamba iwapo leo utapata cheo, iwapo leo labda umeteuliwa kuwa kiongozi mahali fulani, baada ya kuteuliwa uko na cheo, uko na hadhi, uko na pesa, umepewa kama ni gari, does it mean kwamba sasa utaanza kuwa na kiburi? Kwamba wale ambao umekuwa nao, they've been your friends. Kama ni kwenda hoteli mnakula githeri pamoja mnakula. Kama ni kwenda mnakula ndizi pamoja mnakula. Lakini sasa ushateuliwa uko na cheo. Is it really good kuwa na kiburi kwamba sasa I'm better than all of you? Sijui utazungumzaje swala hili. It's not good. I always tell people that be humble. Iwe uko na umepewa cheo, uwe bado uko pale chini, be humble. Yeah, be humble. That is what I can comment actually. Ndio anasema kwamba vyeo hapa duniani vitakuja na kwenda. Mali itakuja na kwenda. Utamiliki magari yataenda. Lakini mwisho wa siku kuna kitu kimoja ambacho kinasimama over and over.
neno la Mungu. Kuna jamaa ambaye alikuwa anasema ashateuliwa sasa, huyu mwanamke ashateuliwa, amebadilika mpaka mahali alikuwa anaenda kukula chakula na ana smack, anaangalia hivi ni kama ni watu duni. Ndio mtazamaji, ni kwamba ukisha pata cheo, ukipata hadhi, ukipata mali, kwa kwamba aliyekuweka pale juu anaweza akakushusha chini. Be humble, hakisha kwamba unawatumikia wale ambao unafaa kuwatumikia. Anyway, nikupeleke moja kwa moja mpaka sehemu ya Marekani kule. Ambapo kuna basi moja ama basi mawili ambayo yalikuwa yamebebwa immigrants. Wale watu ambao wanaondoka ama wanaenda nchi za kigeni kama kutafuta kazi, mambo kama hayo. Sasa kuna magari mawili, basi mbili ambazo zilikuwa na immigrants na zilienda mpaka karibu na nyumbani kwa Vice President Kamala Harris. Those people were dropped there na wakaachwa hapo. Sasa sijui pale mambo yanakuaje. Nasema kwamba a Texas governor says his state intentionally sent 2 buses of migrants to Vice President Kamala Harris' residence in the nation's capital, resulting in the arrival of that surprised volunteers who say they weren't prepared to receive them at the site. Ni swala ambalo kwa kweli linaleta kizungumkuti kidogo, na ni story ambayo imeandikwa pale kwenye CNN. Kwa hivyo unaweza ukaingia pale usome, uangalie jinsi ambavyo immigrants wameondolewa kule sehemu za Texas kupelekwa mpaka kwa VP's residence kule mtaani. Lakini mtazamaji na msikilizaji, ni baadhi tu ya yale ambayo tunakujuza hapa ndani katika kipindi cha The Morning Brief. Hapa kuna wengi wamekuwa wakizungumza kuhusu CBC. Naona Adidi Masparasa zangu walimu wamekula kuku. Walimu wamekula kuku mpaka imeisha kwa maboma ya watu. By the way, leo asubuhi nimemuona Sosione akiwa katika television moja akizungumzia kuhusu CBC. Didmas Barasa alikuwa anapeana mfano akisema kwamba wanafunzi wako 100 darasani. Unasikia wametumwa kwamba kila mtu kesho akuje na kuku moja tufanyie CBC. Kwamba hizo ni kuku 100. Hizo zote wanafanyia CBC. Nasikia alikuwa anazungumzia kuhusu hivyo, na niliona wengi wakipeana mfano. Wazazi wa Western by the way walikuwa wanapeana mfano kwamba unapata wanafunzi wako darasani 200. Alafu kila mmoja anatumwa akuje na mayai mawili kesho ya mayai 2 ya kufanyia shini experiment, shini nini ya CBC. Hayo ni mayai 400. Wataitumia yote. So that is how. Unajua kuna hili swala la CBC. You remember wakati tulikuwa shule kwa mfano, and you are doing practicals. Unapata kwamba umesimama kule na practical imefanywa hapa. Wewe you are just an observer. You don't understand anything. But to these kids, kila mtu ako na mayai mawili. In my own thinking, moja anaonyeshwa kukaanga, anavunja moja, anatumia, ingine inawekwa, anakuja kutumia kwa practical. Why am I saying that? Kwa sababu kila mwanafunzi lazima afanye that physical exercise peke yake. Si kwamba mimi ni mwalimu nimekuja nimewaonyesha na mayai mawili ama mayai moja, then waambie hivi ndio unafaa kukaanga. I mean in my thinking, kwamba each person, each kid, each student must do the practical on their own. Afuate procedure, unaweka mafuta, unakaanga kitunguu, I mean stuff like that. Kwa hivyo, lakini kwa kweli hata wachana Didmas Barasa, wazazi ambao wengi nimezungumza nao, wengi wamekuwa wakiteta kuhusiana na hivi vitu ambavyo wale wanafunzi wanatumwa kupeleka pale shuleni. Some prefer kama ni hiyo nyama, wacha kila mtu atoe shilingi 50, wakusanye wanunue nyama wakati kila mtu afanyie experiment, you know. That is ni maoni tu ya watu kule nje ambao nimezungumza nao. Kwa sababu and remember kwamba not everybody anaweza kupata kuku. Kuna watu hawafugi,
kuna watu ambao halali kwao, hakai kwao, ni mtu amekaa ameishi kwa mtu. Kwa hivyo huwezi ukaenda kumwambia kwamba niende nimetumwa kuku, nimetumwa nyama. I don't know how it's gonna be, but na believe kwamba Rais William Ruto alisema kwamba atakaa na washikadau wote wa sekta ya elimu na wajuzi wa CBC, wakae wazungumze, wajue mikakati ambayo wataweka kusaidia utendakazi ama kusaidia mfumo huu mpya wa CBC kuendelea ama kutoendelea. Hilo likizingatiwa, kumbuka kwamba most parents are calling for CBC iondolewe. Most and remember kwamba Musalia Mudavadi had a slip of the tongue that time ya campaign. Akasema kwamba tutaondoa CBC kwa sababu ni iko na gharama kwa mwananchi. Then what? Ukishaondoa CBC, hawa watoto ambao wameprepare, the way they do exam is just so different kutoka kwa jinsi 844 wanafanya mtihani. Kwa hivyo ni swala ambalo kwa kweli hatutazungumzia zaidi, kwa sababu talks will be in progress until and when Rais William Ruto na wale washikadau wa elimu watatoa a way forward. CBC remains. Kumbuka kwamba kama hujaongezungumza, the grade 6 pupils wanafanya mtihani this November wa kujoin junior secondary schools. Sasa niambie the way uta inconvenience wale watoto. Vile vile Masi, kumbuka kwamba kuna madarasa ambayo yalikuwa yamejengwa katika shule mbalimbali. Government ama serikali ilikuwa imepeana fedha, mabilioni ya fedha ambazo zilitumika kujenga madarasa mbalimbali katika county mbalimbali na shule mbalimbali ya grade 6 learners. Then what if they do away with this CBC? What will happen though, these classes? It will be a very big loss. Zitakuwa kuna kitu labda then zitatumika kufanya nini? That is my question. Ni maswali tu wa Kenya wajiulize. What if we go with the way which Mudavadi was say, ama Mudavadi said there before. Alisema kwamba wakiingia serikali wataondoa mambo na CBC. What if they go that way? Alafu waondoe CBC. These all other cash ambazo zilikuwa zimetumika na serikali kujenga madarasa, kufunza, kuna walimu walienda shule ya CBC. Si hata CBC, kuna wanafunzi walimu sahi wamerudi shule kusomea CBC. The CBC will it go a west? So we don't know. So they have to wasungumze, waone jinsi ambavyo watafanya. Lakini wamekuwa wakilalamika sana. Na hili swala limekuwa wengi wamekuwa wakizungumzia swala hili la kuondolewa kwa CBC. Wengi wakisema kwamba nilimuona pale rais wakati alikuwa rais mteule, alikuwa Bungoma. Aliweza kuuliza wazazi, "Mnasema eti sasa CBC inawasumbua?" "Mnasema sasa eti mnafanya homework badala ya watoto?" "Homework imewalemea." So ukikadiria mazungumzo yale, but we don't know. Wewe Mkenya utafikiria vizuri. CBC imesaidia wazazi wengi sana kukumbuka baadhi ya mambo alifanya. Unajua kuna wazazi ambao walisoma the old CBC, let me call it the old CBC, wakawa na go through the same system kama ya sasa hivi. Wala it's easy. Sasa watu walipita 844, unaambiwa mtu anakuja na kuambia nitengenezee kite. Tuliambiwa kesho tuende na kite. But also remember, it's not all about the wazazi. Wazazi wajue wasijue, it's none of their business. So it's all about their children. Hasa kusema eti imewakumbusha. Sasa ikukumbusha you are 8 years, you are 50 years, you did school long ago. Hautaki kurudi shule. So it cannot help you, Masi. Then let me tell you something. There is this thing tulikuwa tunazungumza kuhusiana na the involvement of parents in their children's education. Unapata kwamba sasa hivi watoto wamerudi nyumbani kwa ile kozi ya wiki moja. Mzazi is not even following up ajue alipata grade gani, alianguka wapi. It is, lakini pale mwanafunzi anakuja anasema nisaidie hii tuliambiwa tufanye. Upenda usipende, you're involved in the education of that kid. But also the mzazi is not even interested because Masi, mimi niko na mtoto. Sasa yani mambo ya standard 7 itanisumbua akili ya nini? Haifai kunisumbua akili. Actually mtoto anafaa kuwa anafunzwa zile vitu anaelewa. I'm not into that CBC ni ngumu. By the way, to others CBC is the best. Kwa wengine CBC inawasumbua. But it should not involve mzazi that much. Yeah, mzazi lazima ajue vile ambavyo mtoto anaendelea shule, but isimuingishe mzazi ndani sana sasa, kwa sababu lazima ujue vile ambavyo unapika. Hii ni pesa unatafuta ya kulipa fees ama ni mtoto unafunza vile ambavyo anatumia kamera? 844 system
tulikuwa unasikia kwamba ushirikiano kati ya walimu, wanafunzi na wazazi katika hii elimu. Wazazi wanasema kazi yetu ni kuprovide na kutoa fees. Lakini kielimu umechangia kivipi? Tusizungumzie hayo kwa sababu hayo it's a big debate ambayo tunaweza tukazungumza hapa. Lakini namuona Josephat Turina yeye anasema kwamba uchumi utainuka hata kama itachukua muda kidogo. We don't know how long it will take, but we hope for the best. Nazungumza kuhusiana na ule uchumi. Lakini mwisho kabisa kabla tujangatuka hapa ndani, kumbuka kwamba nilikuwa nimekujuza kwamba baraza la magavana ama magavana actually kuna baraza lao lakini hawajachagua viongozi wao. Wanamaliza kikao kesho. Na kesho wakimaliza kikao, which is on a Saturday, watahutubiwa na Rais William Ruto. Na by that time watakuwa wamechagua viongozi wao, mwenyekiti, naibu mwenyekiti na viranja. Na ukumbuke kwamba kuna wale ambao walikuwa wamesema kwamba wana nia ya kuania kiti hicho cha Council of Governors chairman na vile vile wale wengine viranja. Kuna gavana wa Kirinyaga ambaye ni Madam Anne Waiguru ambaye ni wa chama cha UDA, na kuna Lelenku wa Kajiado ambaye pia ni wa chama cha ODM. Hao ni baadhi ya wale wawili jana walionyesha nia ya kutaka kuwania kiti cha kuwa chairman wa Council of Governors. Mtazamaji na msikilizaji, kumbuka kwamba sijui kama kesho, anyway, mtazamaji na msikilizaji tutakujuza jinsi mambo yale yatatukia, nani atakuwa mwenyekiti, nani atakuwa naibu wake, nani atakuwa kiranja ama viranja pale katika lile bunge. Kumbuka kwamba katika swala la viranja, Kimani Chungwa, Silvano Sosoro ni miongoni mwa wale ambao wameteuliwa kuwa viranja kwa upande wa Kenya Kwanza. Junet Mohamed Mbade, Makali, Molo, Wangwe ni baadhi ya wale pia ambao wameteuliwa kutoka kwenye upande wa Azimio la Umoja wa Kenya kuwania kiti kile. Mwisho kabisa, kabla sijakupa muda uangazie mawili matatu ambayo yuko nayo pale, kumbuka kwamba kule Uingereza kwenye kasri la Buckingham pale, wananchi wanaingereza pale wanaendelea kutazama mwili waliyekuwa Malkia Elizabeth wa pili wa Uingereza pale hadi siku ya Jumatatu ambapo atafanyiwa ibada kwenye jumba la Westminster, jumba ambalo linabeba zaidi ya watu 2,000, na inasemekana kwamba zaidi ya viongozi 200 presidents na wafalme kutoka mataifa tofauti tofauti watahudhuria hafla hiyo, na mahala ambapo inaitwa the final resting place ya Queen Elizabeth II itakuwa George VI Memorial Chapel. Hapo ndipo itakuwa final resting place ya aliyekuwa hayati ama aliyekuwa malkia wa Uingereza Elizabeth wa pili. Mtazamaji na msikilizaji, sijui na yeye pia kuongezea pale. Nikiangalia upande huu kuna yale ambayo nita highlight kidogo tu ndipoza tuweze kungatuka studioni, na muona naona wanazungumzia kuhusu hilo swala la Queen Elizabeth. Kuna naona wanasema kwamba US welcomes appointment of Uhuru as peace envoy. US welcomes Uhuru as peace envoy, au ni yale ambao wanazungumzia katika eneo hili. Vile vile mambo ya elimu ya CBC naona vile vile inazungumziwa katika eneo hili, na naona wanaquote maneno ambayo ni ya Didmas Barasa ambaye wa Kenya wameanza kuzungumzia jambo hilo kuhusu vile ambavyo anasema kwamba walimu wanakula kuku za wazazi. Hiyo ni maneno ambayo yaliweza kuzungumzwa naye Didmas Barasa. Naye Wilson Sosina anasema kwamba CBC has exacerbated inequality among children. Teaching and learning tools are bought by parents. What about parents who can't afford? Anazungumzia kuhusu vile ambavyo wazazi wanahitajika kuprovide ili wanafunzi waweze kusoma pale na msimu huu wa CBC. Jambo hilo by the way la CBC ndio naona Wakenya wengi wanalizungumzia kwamba wazazi wanajukumika zaidi katika msimu huu mpya wa CBC. I don't know because alikuwa amesema pale awali Sosioni kwamba anaweza kuwa
waziri wa elimu. Ni maneno yake alikuwa ameyazungumza katika televisheni moja, lakini hatujui kama CBC itaendelea ama itaondolewa. Ikiondolewa kuna athari zake na kuna uzuri wake. Ikibaki pale kuna athari na kuna uzuri wake. So we'll just wait. La kwangu ni Videls Omoshoge, tukutane katika mpango mzima wa Seria Obotaka saa 4 hadi saa 8 sasa Afrika Mashariki. Mtazamaji na msikilizaji, sijui wewe mahala ulipo, kizungumkuti cha Miguna kinakuletea tashwishi ama vipi? Amekuwa akisema kwamba amezungumza na rais, vile vikwazo vitaondolewa, atapata karatasi zake, atarejea hapa nchini, atakuwa anyway. Mtazamaji na msikilizaji, ni baadhi tu ya mambo ambayo tutakuwa tunafuatilia, na kumbuka kwamba siku ya Jumatatu tutakuwa hapa ndani katika kipindi cha Anza Na Bwana, kisha kifuatiwe na cha The Morning Brief, na tutakuwa na mambo kemkem ambayo tutakuwa tunakujuza. Hadi hapo wakati mwingine, na kutakia weekend njema, siku njema, na bila shaka uendelee kubarikiwa. Usikose kutune in kwa kipindi cha Seria Obotaka Mafukuza Umaskini, ili mwenzangu Hailen Meja na Videlis Mochoge wakujuze jinsi ambavyo unafaa kufukuza umaskini. Tukutane wakati mwingine. Kwa heri, naitwa Masi Ontita. Je, unahitaji kukarabati gari lako kwa njia yoyote ile? Usitie hofu. Dhibiti hali ya gari lako sasa. Ramizworks inakupa huduma bora zaidi. Hapa wanakupa huduma zote za gereji kwa magari ya kila aina. Ramizworks tuna deal na panel beating, spray painting. Ukiwa na kazi yako, leta mali hapa, tunakufanyia kazi safi sana. Ramizworks inapatikana mjini Kisii daraja 2 kwenye barabara kuu ya Kisii Kisumu. Imekabiliana na Delta Filling Station. Tunashughulika na magari za accident. Gari imeharibika msuni inaletwa. Tunaomba watu wote walete magari zao hapa. Welcome Kisii. Kwa maelezo zaidi kuhusu huduma zetu, piga simu nambari 0728888603 au 0790178686. Ramizworks, huduma bora kwa bei nafuu.